Haya bwana, leo tupo na familia hapa. Wameniita hapa, lakini kuna mambo mbalimbali ambayo yametokea na yanaendelea. Sasa tumeona tuongee nao tujue kilikuwa kitu gani kimetokea. Mama, habari? Shikamoo. Marahaba. Kwema? Kwema kabisa. Ndugu mwandishi, mimi naona kabisa nazulumiwa haki ya wanangu, kwa sababu mimi mume wangu tangu anioe huu mwaka wa 25 na amefariki mwaka jana tu. Sasa katika heka za kufungua mirasi amejitokeza mwanamke ambaye naye alikuwa anaishi naye, ndo nashindwa kuelewa. Ile gorofa Kariakoo anang'ang'ania anataka yake, na ile kampuni ya mikopo anaing'ang'ania. Yaani mpaka saizi sipati jibu kabisa. Yaani nimechanganyikiwa na sielewa nangu atasoma vipi. Na huyo mume wako umefunga naye ndoa miaka 25? Miaka 25 iliyopita nimefunga naye ndoa. Na mtoto wa kwanza ana miaka 27, kwa sababu kabla hatujafunga ndoa nilizaa naye mtoto mmoja. Ndo tukaja tukafunga ndoa. Okay. Sawa. Na hapo akuoa mke wa pili, labda wewe ulikuwa hujui labda na mwanamke mwingine? Yaani sina ninalolitambua na hajawahi kuoa. Ila baada ya msiba kuisha ndo huyo mwanamke kajitokeza. Okay. Sawa. Na huyo mwanamke ni upi? Huyu ni nani yako pia? Mwanamke ndo huyu hapa. Yaani nimekuja hapa ili tupate suluhu. Na yeye ananiambia kwamba kaolewa kabla yangu, ambapo hata ndugu na jamaa hawamtambui isipokuwa shemeji yangu huyu mmoja ndo anemtambua. Na huyo shemeji yangu ananichukia sana mimi. Yaani nia na mazumuni na hisi walisi mali hizo ili wagawane na yeye. Okay, wana njama. Labda turudi sasa, tunashukuru kwa maelezo yako kidogo. Na ndo ulionipigia simu na ulionieleza haya mambo yote ambayo yanaendelea. Sasa mama, shimako, shikamoo. Marahaba mwanangu, jambo. Jambo. Sasa nataka tufahamu, mama hapa amenieleza kwamba kuna mtafaruko kidogo ambao wewe ni kama umeingilia katikati kwenye swala zima la mali za mume wake. Hii ipoje? Na mimi nalishangaa. Mimi kwenye mali ya mume wake sijaingia. Mali ni za mume wangu. Mimi nimefunga naye ndoa na watu wote wanajua. Na ndoa nimefungia msikitini miaka iliyopita, miaka 35. Nilijaliwa kuzaa na mwanaume wangu watoto 3. Lakini mpaka sasa nakuja kushangaa huyu mwanamama anang'ang'ania mali ya mume wangu. Mtangazaji, sio kweli. Hilo mimi ninalikataa. Huyu mama ni mwizi, kwa sababu kuna kijana ambaye anaishi naye. Sasa nahisi huyo pamoja na shemeji yangu lake moja. Mimi ili sikubaliani nalo kabisa. Yaani huyu mama anaishi na kijana sasa? Kijana mdogo. Kwenye miaka kama mingapi? Yaani yule si chini ya miaka 25 au 28. Okay. Yaani mtoto wake labda? Sio mtoto wake, yule mama kazi yake kufuga vibenteni huyu. Haya, hebu turudi hapa. Mimi sijui kama kuna ukweli ndani yake au ni chuki pia, kwa sababu wake wenza nyie. Sasa huyu naye anakataa kwamba hajui. Maki anasema kwamba hajui kama ulifunga ndoa au mume wake alifunga ndoa ya pili. Kwa sababu wewe unavyoonekana kama miaka 35, huyu 25, 25. Kwamba hajui kama mume wake huyu aliomuoa alikuwa na mke tena huko nyuma. Yaani mimi mwanaume hakuwahi kuniambia kama na mwanamke na wala hakuwahi kuniambia kama na mtoto. Nashangaa mpaka sasa hivi huyu mama ananivuruga kwamba anavyosema kwamba na kimanteni ndani si kweli. Hau inaweza ikawa kweli kwa sababu mume wangu alifariki. Na penyewe kufariki kwake huyu huenda anachangia, kwa sababu mambo yaliyomkuta mpaka anakuja kufa mimi sijayaelewa, mpaka na majirani yani walishuhudia hilo. Kwa kweli yani jinsi kifo cha mume wangu kilikuwa kini cha ajabu sana. Mtangazaji, sio kweli. Mtangazaji, sio kweli. Huyu mama muuaji ndo alomuua mume wangu, kwa sababu mara mwisho alivyoaga kwamba anasafiri, alivyorudi tu ndo alivyofariki. Sasa leo ananiambiaje mimi mume wangu nimemuua? Ye kama kweli alimoa, anamjua nani katika familia? Nani anamjua zaidi ya shemeji yangu mmoja? Hata kwenye mashughuli, hata kwenye misiba ya wakwe zangu sijawahi kumuona hata siku moja. Alikuwa anajulikana na nani kama sio utapeli? Ni nini mtangazaji? Mimi mtangazaji hilo sikubaliani nalo kabisa. Mimi kwamba ufahamiki ukweni.
Yani mimi nafahamika vizuri sana, nafahamika vizuri kabisa. Kwanza nina watoto 3 wa ndoa kabisa, na cheti cha ndoa. Yani nashangaa huyu mama ananivurugia familia yangu kabisa. Mimi wananijua mpaka, yani kuna shemeji yangu mmoja ananijua kabisa. Mimi kwanza kitu ambacho kilisababisha labda wasinijue wote, lakini wananifahamu, wananijua mpaka mwaka. Umelisikia mtangazaji? Unaona mtangazaji, umelisikia hiyo? Nakuelewa mama, tumsikilize kwanza. Nisikilize, usimpe nafasi sana huyu. Unajua watu wanawake wanaoiba wamezaa watu wanakuwa yani wana midomo mirefu kweli kweli. Wewe sio mwizi, mimi wewe. Mwizi ni wewe kabisa. Tulieni basi, hapo tunachotaka kufahamu ukweli. Sawa? Na watu wataongea kwamba yupi mkweli yupi muongo. Jamii kijumla wanawafahamu na wanaona, si ndio hivyo? Tutajaribu kupata maoni pia na majirani, tujue ukweli upo vipi. Sasa amesema kwamba ana wasiwasi na wewe, sawa, kwamba huenda umesababisha mume wake ndo amefariki, kwa sababu unaishi sasa hivi na kijana na sio mtoto wako. Haya ni kwamba mwenzio anakuwa na wasiwasi na kifo cha mume wake, kwamba wewe huenda ulikuwa unataka mali, kwa sababu baada ya kufa tu mume wake wewe unaishi na kijana, anasema unalea kijana. Yani yeye, ndugu mtangazaji, yeye ana wasiwasi na mimi. Lakini nilikuwa naomba mnipe nafasi hata dakika 3 tu niweze kuelezea, utanielewa. Yeye ana wasiwasi na mimi, na mimi pia na wasiwasi na yeye. Kwa sababu yeye anasema kwamba ndani naishi na kijana. Yule sio kijana. Yule ni mume wangu mimi. Baada ya mume wangu kufariki, nimeolewa tena ndoa nyingine, kwa sababu nimechukua kijana mdogo ndiyo, lakini kumbuka na Mtume Bi Khadija alikuwa ni mtu mzima, lakini mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni kijana mdogo. Kwa hiyo mimi natembea na suna za Mtume. Sina kitu ambacho nakikosea. Mtoto ni kweli ni kijana, ni mdogo, sawa, lakini mimi ndo nimependa hivyo. Nimeolewa, nimefunga na ndoa. Siwezi kufanya zinaa wakati sheria inaniruhusu. Aliyoyafanya mtume wetu inabidi na sisi tumwenzi. Kwa hiyo mimi huyu mama namshangaa. Kwanza yani nishasema kabisa huyu mama huyu ni, yani ni muuaji kabisa. Kama nilisema mwanzo, kama unakumbuka, kwa sababu mpaka ninavyofika sasa hivi mimi sielewi kabisa. Hana ng'ang'ania mali ya mwanaume, mali alijenga. Sasa yeye aliolewa, anasema anadai ana watoto wana miaka 25. Mimi na mtoto wa 35. Sasa kipi? Kwani ina maana ya ndoa mtu kuolewa? Maana ya ndoa ni nini? Si ukikubaliana na mwanaume mkapendana, Mwenyezi Mungu tayari anakuwa ameshabariki ile ndoa. Kuna kingine? Naomba nisaidie, kama kuna kingine niulize. Huyu mama ina maana sasa mpaka hapo wewe ndio uliotangulia. Ina maana wewe ndio mke mkubwa. Mimi ni mke mkubwa. Mume wangu mimi huyo unayemuona aliyenizalisha watoto kanioa na miaka 21, mimi na miaka 17. Sasa huyu anakuja kuolewa juzi wakati mume ameshaishiwa na meno mdomoni. Unaliona wapi ndugu mtangazaji? Hebu nisaidie kwa hili. Hawa wanawake hawa mimi sielewi kwa kweli. Hivi wewe umetumwa? Tuje hapa. Umemsikiliza kwa makini mwanamke mwenzio kwamba ana uhalali na hizi mali ambazo wewe unasema kwamba amekuja hapa. Umesema kabisa kwamba kuna vitu ambavyo amebadilisha nyaraka za mali. Ndiyo mtangazaji. Huyu kabadilisha nyaraka nyingi sana. Yaani kabadilisha. Ambazo nilikuwa nazifahamu na nisizo fahamu mtangazaji. Huyu alikuwa ni kimada tu. Sasa leo nashangaa anavyosema kwamba yeye kaolewa sijui na mtoto wa miaka 33. Sio kweli. Kwanza wewe jifikirie mtangazaji. Mwanamume kafa ndo kwanza ana mwaka, kweli unaweza ukaolewa na mwanamume mwingine? Huo kama sio kahaba ni nini? Na sio kama kamuua mume wangu ili mradi apate mali, ili mradi aishi na hivyo vinani vitoto vidogo. Wenyewe sijui anaita Serengeti boy. Mtangazaji, mimi sikubaliani kabisa. Mimi nitahakikisha haki itendeke, wanangu wapate chao. Huyu ni mwizi kwa sababu afahamiki hata kwenye familia. Kama nilivyokuambia mwanzo, shughuli zote zinatokea kwenye familia. Huyu hajulikani. Mpaka siku alokufa mume wangu ndo huyu kaonekana. Mtangazaji, hebu tenda haki hapo kweli. Hata kama nimekuja kutafuta suluhu na huyu, mimi nitatembea mashariki kaskazini, hatopata kitu chochote. Kama jasho la mtu linaliwa, atalamba. Atalamba mtangazaji. Yaani sikubaliani na hilo.
yote kwa sababu yule shemeji yangu mimi ananichukia. Yote haya ndo maana yanatokea, na yule ndo anemuongoza. Shemeji yako? Shemeji yangu huyo Joni. Yaani yeye Joni kama alibadili dini kwa sababu ya mwanamke. Sasa nahisi hata huyu atakuwa anatembea naye. Kwa nini apende kumng'ang'ania? Na katoka kwao kule Kisiju, kaja kukaa naye hapa Videte huyo mwanamume. Ili mradi siwaje kunidhulumu mimi na wanangu. Yaani ina maana shemeji yako anatembea na mke wa kakake. Mimi ndo nina wasiwasi na hiyo. Kwa nini amng'ang'anie? Kama ameweza kuishi na kijana wa miaka 28, atashindwa kutembea na shemeji yangu. Kiangalia shemeji yangu nimemlea mwenyewe, leo ananisaliti mimi. Mimi nahisi mahakama ifanye kazi yake. Yaani mahakama ifanye kazi yake. Sawa. Tutafahamu vizuri. Mama anamsikia mke mwenzio kwamba mashtaka ni mengi. Analalamika kwamba haki yake inapotea na haki yake inavunjwa na shemeji yake, ambaye shemeji yake ndio yupo pamoja na wewe na ana uhalakini, kwa sababu wewe unapenda wanaume wadogo. Huenda labda shemeji mtu naye labda ukatembea naye, unaweza umemsikia huyu ananivunjia heshima tu. Mtangazaji, huyu mwanadada huyu hata na imani na Mwenyezi Mungu hana na dini hana. Naona kwa sababu gani? Mimi nimekwambia hivi, nimeongea na dunia yote inanijua, na sikuishi na mume wangu kana kwamba najificha. Nimeishi na mume wangu akiwa na miaka 21, mimi na miaka 10, mpaka leo hii mimi na miaka 55. Ujue kwamba mimi kwenye ndoa nimekaa. Nimesema hivi, baada ya mume wangu kufariki, mimi nimeolewa na kijana. Nimemtaka kijana kwa sababu sikuzoea wazee. Hata mume wangu alinioa akiwa kijana. Okay. Ndio maana nimetafuta kijana, ni enzi zile ambazo nikumbushie jinsi nilivyoanza na mume wangu tukiwa. Mimi wazee wa nini? Wazee wanataka watoto wadogo. Mche Allah wewe, mche Allah. Wewe shangingi wa zamani unaonekana wewe. Sawa, mimi niwe shangingi, lakini Mwenyezi Mungu anashuhudia ili naloliongea. Mimi sijazini wala siibi mume wa mtu. Mimi huyu mume ni wa kwangu, nimefunga naye ndoa. Halafu sasa mtu ambaye ana imani na Mwenyezi Mungu ongea yani roporopo. Yani roporopo, porocho, vimaneno visivyo na point, lakini nahisi na watu ambao mimi nimeishi nao wanashuhudia kwamba mimi sijawahi kuwa maraya wala sijawahi kuwa mwizi wala kuiba mume wa mtu. Wame zangu wote na aliyetangulia mbele ya haki ni mume halali. Halafu analolizungumzia kamba shemeji sijui ni nini shemeji, yeye kama shemeji mimi anaishi naye. Sasa mimi ilikuwaje na mimi niishi na shemeji yangu mwingine mdogo kama aliishi na huyo? Mimi na shemeji mume wangu aliniletea akasema huyu mdogo wangu kaa naye mlee, nimelea shemeji yangu. Sasa huyo shemeji anayemuongelea mimi, huyo shemeji ulimlea wewe? Huyo shemeji ulimlea wewe? Shemeji mwingine labda, lakini mimi Joni nimeanza kumlea na miaka 5. Ndio maana nakwambia wewe vyeti vya ndoa umefoji, na hawa watoto unaosema na miaka 32, huyo sio watoto wa mume wangu mimi. Umeanza kuishi naye na miaka mingapi? Usitake kuniuliza, nilishakwambia tangu mwanzo. Mimi yule mtoto yani yule mtoto shemeji mume wangu mimi aliniletea yule mtoto akiwa na meno mawili mdomoni. Akaniambia nilelee huyu mtoto, mama yangu alifariki. Mtangazaji, umeona jinsi alivyokuwa muongo huyu? Nikaanza kula sasa 25. Wewe umemtoa wapi huyo mtoto? Na shule amesomea kwenye mikono yangu mimi. Usinionyeshee midole yako. Tulie. Sasa tutulie. Mimi nasikia uchungu sana. Mimi mume wangu mimi yule leo mimi haiwezekani kabisa. Wewe umeona anavyokuwa na machungu. Eti analia. Mume wa mtu anamtoa machozi. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jamani, najua mahakama itatenda haki. Mtangazaji, mahakama itatenda haki. Mshapeleka mahakamani hayo malalamiko yako? Ndio. Nashangaa kila tarehe tunakuwa tunarushwa tu. Sasa unataka mwenzio asilie kwa uchungu wa mume wake? Jicho linatoa machozi? Cha kushangaza, muangalie. Mtangazaji, muangalie. Ili jicho kavu, na wanakwambiaga mwanamke wa kulia ndo muolewaji. Sasa huyu analia kweli? Muangalie. Jicho kavu. Hebu nenda. Mimi nakwambia mimi tulia mama tulia basi. Mimi nasikia uchungu mtangazaji. Mume anaumwa. Mume anauma mtangazaji. Mume anauma. Anauma umemuua, alafu unasema mume anauma. Anauma vipi? Mimi naye alomuua mume nani? Kwa nini sikumuua na wewe? Tamaa zako ndo zimekuponza. Kwa nini sijamuua akiwa tuko ndoa miaka 10, 15 unakuja kuona? Sawa, hebu hapo kuna kitu mimi nataka yani mke mdogo, ina maana wewe unapoona mimi sio mke mdogo, mimi mke mkubwa. Najulikana na familia nzima. Sasa na wewe sio kama mtangazaji umekula hongo. Hapana, mimi umeniita wewe. Na nilikuwa nataka nifahamu kitu kimoja. Nimemsikiliza mama hapa kwamba yeye anasema ameolewa muda mrefu kabla yako. Na kitu kingine ambacho nataka kufahamu, amekuuliza
umeolewa muda gani? Yaani amesema yeye alikuwa ameolewa akiwa na miaka 17, mwanaume wake alikuwa miaka 20 ngapi? 21. Mimi nahisi alikuwa ni kimada. Kama kweli hati za ndoa alete hapa kama zipo. Nazileta. Yaani mimi hilo sikubaliani nalo. Kwa sababu leo hata uwaite mawifi zangu, huyu hawamtambui. Mkwe wangu mwenyewe mpaka kafariki, huyu hamtambui. Hiyo ndoa imetoka wapi? Hivi hujaona wanawake matapeli? Wakishaona mume ana mali kwa sababu kashatongozwa basi. Hujawahi kukutana na wanawake matapeli? Ina maana kwamba unahisi vyeti amefoji? Ndio amefoji. Inawezekana hilo swala? Isiwezekani kwa sababu gani? Kwani kuna vyeti vya kufoji sasa hivi? Hadi watoto? Watoto ukiwaangalia hawajafanana na mume wangu. Hiyo juzi na jana mimi ningeletewa nyumbani, mbona sijaletewa? Huyu alishakwambia kwamba alivyoolewa aliambiwa kwamba yule mwanamume hana mtoto. Umeona kama sio unafiki? Yaani jambo hilo haliwezekani, mtangazaji. Labda kuna mmoja wenu hapa aliolewa lakini akaachika. Labda tufahamu hivyo. Labda hiyo haki pia leo labda anatetea labda upande kwa watoto. Kuna mtu wakati yenu aliachika labda? Mimi tangu niolewe na mume wangu sijai kuachika hata mara moja. Na wala hakuna makoruzano ya aina yoyote. Akienda safari anarudi ananikuta nyumbani. Akienda safari anarudi ananikuta nyumbani. Na sijaona dosari yoyote kwamba mume wangu mimi aliwahi kuoa. Mume wangu mimi hajawahi kuoa, na mwanamume akishakuwa na mwanamke nje, lazima utaona kuna mapungufu fulani, lakini hakuna mapungufu ya aina yoyote. Sasa mimi ndio maana nashangaa huyu mimi kaolewa vipi? Na je, hiyo zamu alikuwa anapanga vipi? Jiulize, na kila siku alikuwa analala nyumbani kwangu. Mama. Labda uliachika? Yaani sijui nisemeje. Na Mungu anashuhudia hii. Toka nimeingia kwenye ndoa yangu, mume wangu hajawahi kulala nje, sijawahi kuachika, na mmeninukuu vibaya na hisi na huyu mtu wako. Mimi nimesema hivi, mtangazaji, nisikilize na dunia nzima inione. Nimesema yule alikuwa ni mdogo wake na mume wangu niliyemlea akiwa na meno mawili, sio mtoto wake. Maana huyu anavyofyatua vimaneno virumbesa, naona kama vile anapitiliza. Mimi nikumbuka vizuri, nimesema hivi, mume wangu alivyonioa akaniambia hivi, mke wangu, nimekuletea huyu mtoto mdogo wangu, mama yetu alifariki anajifungua. Si umenielewa? Mimi nikaanza kulea yule mtoto mpaka sasa hivi yuko kwenye mikono yangu. Si umenielewa? Halafu nashangaa huyu anang'ang'ania. Mama anasema kwamba ndugu hawanitambui. Hivi ngoja niwaulize, hivi kutambulika kwa ndugu wananisaidia nini? Wananioa wananipa nini? Mimi haki napata kwa mume wangu, ananihudumia vizuri, halafu ndugu kama hajanipeleka yeye mwenyewe kwamba huyu ni ndugu yangu, huyu ni mdogo wangu, huyu ni shangazi aliyeniletea mtoto, umeona na ngeo. Nimemlea vizuri sana, na mpaka sasa hivi mnamuona afya nzuri na sekta zote yuko sawa. Sasa nimemsikiza hapa pia mke mwenzio anasema kwamba kwa nini ndani ya mwaka mmoja tu uende kuolewa tena, na maana hakuna uchungu wote. Sasa sijajua kisheria iko vipi, mwanamke akiondokewa na mume wake inatakiwa kae muda gani mpaka kuolewa? Yaani pale mimi nafuata suna za Mtume na jinsi ambavyo unajua Uislamu unavyosema. Yaani mwanaume akifariki unakaa eda miezi mitatu. Na maana yake ya eda najua kana kwamba kukaa miezi mitatu ni ile kama aliniachia ujauzito, uonekane kwenye jamii na watoto aliowaacha mwanaume wajue kwamba mama alikuwa na mimba ya baba yetu, ili tusichanganye mada. Wenda yule mwanamke aliyefiwa na mume wake akatoka nje akaenda kubeba mimba akaileta akafanya kwamba ameizaa na huyu mwanaume, kumbe ni uongo, ndio maana miezi mitatu. Sasa ndani ya mwaka mzima mimi ningefanyaje? Nimeolewa, nimepata mume wangu naye mpenda mwingine, nimeona Mwenyezi Mungu kanipa. Sasa nifanye mimi sizini? Ulizeni dunia nzima inayotuangalia na kutusikiliza kwamba kuolewa ni sunna, ni ibada. Kwa hiyo siwezi kukaa mwaka mzima sina mwili wangu uko vizuri. Upo. Niko fresh. Kwa hiyo imebidi nikaolewa. Nimefanya kosa gani? Niko fiti. Na huyo mwanaume huenda anamchungulia, anamuonea kijicho baba. Hata ukimwona huyo mwanaume mwenyewe, wewe unaona ni mdogo, lakini mimi nimekufa, nimeoza. Huenda anakuonea wivu. Wewe ananionea wivu kweli? Huyu ananichungulia japo nilikuwa simjui kama yupo. Hivi mimi nimeolewa, nimefunga ndoa. Mume wa halali. Na Mungu kalishuhudia na malaika wote mpaka na mbingu na ardhi zimesimama.
Inakuwaje mimi ananiita naishi na Kimanteni? Sasa tunataka tufanye kitu kimoja. Swala hatuja huko tuna make tunaona tunaingia kwenye swala lingine kwamba kwa nini kwenye maisha yako mengine. Swala tunalotaka tufahamu vizuri zaidi ni kwamba hizo mali, huyu ana watoto na wewe una watoto. Migogoro imeshatokea hivi, mume kawaachia mgogoro. Kwa nini msikae kiamani, kifamilia, mjue mnagawana vipi majukumu ya kuhudumia familia na hizo mali alizoziacha mume wenu? Huenda alifanya ndio, alioa kwa siri, asiwashirikishe wote. Sasa siri imefuchuka baada ya kufanyaje, ya kufariki. Kwa nini msikae kwa nini msielewane kwa pamoja ili muendeleze familia, mgawane hizo mali? Yani hapo mtangazaji, yani mimi kugawana mali na mtu ambaye hajachuma mali sio kweli. Na ndio maana nakwambia hapa tunasubiri mahakama itoe jibu. Ikishatoa jibu ndo tutajua nani mlisi halali, nani mlisi ambaye sio halali, ambaye amezikutia hizi mali. Kweli mume wangu siju kazaa. Mimi yani hilo neno la kusema kwamba kazaa naye huyu mwanamke, mimi kwangu haliji. Yani utakuta kwamba labda yeye kashatafutiwa mali zake na ndio maana alikaa kimya. Hivi kweli unaishi na mwanamume miaka 33? Usijuane na ndugu zake wa aina yoyote. Ina maana wewe tayari ulishapewa chako. Na ndio maana ukatulia. Lakini mume wangu angekuwa kwamba anataka kuniambia kwamba nina mwanamke, ningekuja kuonyeshwa. Lakini hata siku moja ndani ya miaka 25 sijawahi kuonyeshwa. Na yeye anavyosema kwamba mwanamume alikuwa analala kwake siku zote, huyo mwanamume alikuwa ni jini? Nauliza mtangazaji, sio unaniangalia. Na nasema hivi, huyo mwanamume alikuwa ni jini? Unajiuliza hapo. Yaani mimi Suluhu kwangu hapana. Eti mama, nishakwambia hawa wanawake wa sasa hivi hawana maana yoyote. Kwanza hawana imani na hawana hofu na Mungu. Mimi nimesema mume ni wa kwangu. Jamani, nimeishi naye, tumejenga nyumba 3. Moja ya mtoto wangu mmoja mkubwa, nyingine ya mtoto mwingine mdogo, nyingine ya mtoto mwingine, lakini nashangaa kusema nyumba ya mume wangu. Mimi nimesema hivi, patachimbika. Sawa, hebu swali langu hujaelewa. Mama hapa amesema hataki kuelewana na wewe. Sasa tunataka maoni yako wewe kwa jinsi unavyomuona. Labda makeo ndo mkubwa kwake. Ulitamani labda hili swala labda kwa kumuonea huruma kutaka kulimaliza kwa suluhu bila kulumbana, kupelekana sehemu mbalimbali? Kufuatana na imani na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu amesema mwanaume akaoe wanawake zaidi ya 2 4. Mwanamke huyu akiwa na adabu pia na familia hii anayosema, na hata kama familia ipo hainijua au inanijua inanitambua isinitambue, lakini jumuiya na walionifungisha ndoa na vyeti vyote ninavyo, inabidi huyu mwanamke akiwa na adabu, usema ukweli, Mwenyezi Mungu ni shahidi wa nafsi yangu, inabidi akapate haki ya watoto wake. Lakini yeye anakuwa mkali, anakuja mkali, lakini yani mkali anajiona kwamba kwanza hivi vitu tunakufa tunaviacha. Mbona hujavisamee na unachongangania nini? Mbona hujavisamee? Useme kama vitu tunakufa tunaviacha, unachongangania nini? Na ngangania haki yangu kwa sababu nilijitwisha mchicha. Na watu wote waliniona na ndoo ya mchicha kichwani, nilikula mikopo, nilijikopesha kila sehemu, nilianza kujenga mnafyatua matofali, watu majirani wote wananiona. Wewe haupo. Kwanza napenda na miongo hujazaliwa. Nahisi kwa sababu miaka ulionayo ni midogo mno. Mimi na uzee wangu huu nidanganya ili kusudi iweje, kwa sababu ninachokiongea kiko sahihi. Kuna watu wameshuhudia mimi nakula mikopo mpaka na risiti ninazo. Nilivyoenda serikali za mitaa kuandikiwa ninazo. Na kushangaa. Alafu na kushangaa, ujue na kushangaa. Na kushangaa moja kujumulisha mara 3 na kushangaa. Sasa kumbe mama hapa ambaye ulinipa maelekezo kwamba kuna mgogoro hivi na hivi. Lakini kwa maelezo huyu mama mbona kama yeye kwenye kufanya suluhu yuko tayari. Hapa katikati kuna nini? Na wewe unasema yeye hataki au labda yeye anajisuluhisha hapa kutokana na labda tupo hapa. Kuna yani kitu ambacho labda hatukifahamu, kwa sababu wewe umesema kuna tatizo. Lakini yeye yuko tayari wewe upate haki yako ya watoto. Kwa nini tena kuna mgogoro? Mimi mtangazaji, kama nilivyokuambia, haki ya watoto sitoipata juu. Mahakama ndio itakayoamua. Nataka vyote. Hiyo ndio itajulikana huko kama nitapata vyote
au nitapata serusi, na sitokubali kupata serusi. Aseme kwamba alibeba sijui gunia la mchicha, sijui gunia la vifua alikuwa anaenda kuuza, sijui mboga za majani. Mimi hilo silielewi. Mimi ninachotaka wanangu wapate haki. Ndio maana nakwambia mahakama itajua kama hii haki wataiendesha kidini au itaendeshwa kisheria zaidi. Ndio itajulikana hapo hapo. Nadhani umenielewa. Nimekuelewa. Yaani wanangu watapata haki. Sawa sawa. Kwa sababu kama saizi ofisi zile za mikopo zimefungiwa. Gorofa la kule Kariakoo hatuchukui hata kodi. Limesimamiwa na mahakama. Hebu niambie tutaishi vipi hapa? Tutaishi vipi mtangazaji? Mimi ninachotaka sheria ifuate mkondo. Okay. Na muda gani hilo mpaka imesimama? Kuchukua Yaani hapa nina miezi 6. Tunafuatilia hiyo kesi. Tunajua mali ikishashikiliwa na sheria. Hamwezi mkapata chochote mpaka sheria itakavyoamua. Sasa mimi sielewi kama ndio mimi sipati tu au na mwenzangu. Siwezi nikajua labda kapita mlango wa nyuma, kwa sababu huyu ni mjanja sana huyu. Hata uongeaji wenyewe nadhani unauona. Unavyosema kwamba eti mwanamume alikuwa analala siku 3 kwangu, mara analala siku zote. Yaani mtangazaji, niache tu. Niache. Sasa wewe labda kwa ushahidi wako, mume wako kabla hajafariki alikuwa na mtindo siku nyingine nyumbani umuone, labda anasema labda yupo analala kazini? Yaani yeye ni mtu wa kusafiri mara nyingi. Yaani ni mtu wa kusafiri. Anasafiri saa nyingine siku 3, siku 4, anarudi kutokana na biashara zake. Okay. Na akirudi aondoki nyumbani mpaka atakavyopigiwa simu tena ndo anaondoka. Mama, kwa CV za mume wako marehemu alikuwa na mtindo wa kusafiri, kazi zake za kusafiri? Hapana. Mume wangu huwa safiri. Halafu zingatia kitu kimoja, yeye amesemaje huyu mwanamama huyu kwamba nyumba wameisimamisha miezi 6. Mimi hiyo nyumba ndio wameisimamisha kweli, lakini nyumba zingine hizi 2 mimi napata kodi kama kawaida. Sasa nimuulize yeye, wewe kuna nyumba unayopata kodi kwenye hizo nyumba? Unisaidie kwa hilo haraka haraka. Mimi napata kodi vizuri tu. Je, wewe unapata kwenye hiyo nyumba? Nisikilize mtangazaji. Mimi nyumba 3. Moja alivyoamsha makike yake haya wakaisimamisha kweli mahakamani. Lakini hizi nyumba 2 mtangazaji inachekesha. Japo inahuzunisha. Mimi hizi nyumba 2 napata kodi yangu vizuri tu. Vizuri safi. Na ndio inayenisaidia watoto waende shule, hao wengine wadogo wawili hao. Toamu yule mkubwa ambaye ameshakuwa na mji wake. Mimi namshangaa sana. Hebu jiulize hapa. Huyu si kunimalizia muda wangu bure huyu. Alafu wewe mama unakuonea huruma kweli. Tafuta mume wako. Huyu ameshafariki kama alikuwa kwa kweli, lakini mimi mume wangu asafiri, wala afanyage kazi ya kusafiri, wala atokagi. Kama anaenda kulala naye ni mchana huyu. Mimi sijui. Hajawahi hata siku moja kulala nje hata siku moja. Sasa nimuulize, wewe unalala naye vipi? Huyo ni jini? Ni mimi hadi mpaka na watoto waite, nitawaita hapa. Waseme, mimi baba yao raragi nje na wala kazi zake. Kazi zake unajua anafanya kazi gani? Ni mume wangu anauza mitumba. Sasa si umeona huyu alivyokuwa tapeli huyu? Umemwona alivyokuwa tapeli? Haya, mume kusafiri na kuuza mitumba. Labda alikuwa analala na jini. Mtangazaji, ulizoea kuita haya, yani nataka tufahamu. Umesema mitumba, ina maana mitumba alikuwa anatembeza anazungusha mitaani au uko vipi? Mume wangu mimi ile mitumba anayouza si kana kwamba anatembeza wala anauza mmoja mmoja. Anaagiza kutoka China, yanakuja maroba. Ina maana watu wote Tanzania nzima yote inakuja kulangua pale. Inapeleka wa Kagera, wa Moshi, wa Arusha, Tanga, wapi. Hapa Tanzania ina maana mpaka na nje. Yaani ana ofisi yake ni kubwa sana. Sio mtumba mmoja mmoja hivi, maroba. Maroba ina maana yanatoka China. Yaani ile contact, yani ile nini linaitwa nini lile ambalo linabeba mizigo. Pengine unakuta